Yobokin nikingasa bwenkilebata lariko pookin ogeluno nominated peeku musimamo na bere anaji tontokitin e taifa. Emikijo nai mikintoki apuo nelo likae idie wueji nilo yie aje nino eeku kiata musimamo enenkaji tontokitin naipirta olosho le Kenya peekitum siyiok aanoto erubata ang' enara Maasai tiatua olosho le Kenya. Kitejo ore enaaji nikibung'ie ele kuak wenkisuma o kanisa amu ng'apete tipat peetum ailepu dupoto enaaji. Matejo nai ama adoro kuak lang' meibung'a kanisa ang'ae dorikito le kanisa te Kenya ema ole sapit neeku meitokini aing'or ele kuak lang' enee enkiushushe ninchop imasaa enee enkiserorore ninchop irkarash meitokini aing'or amu kitejo kimbung'ie ele kuak lang' wenkisuma o kanisa ontokitin pookin sidan peetum sinye enaaji ang' ailepu. Eme nejia kitejo ore loshon kutitik lenaaji lijo Ilchamus lijo Laikipiak oloimaa ngolikinot tenebo kisuj orkiyioi lenye tenebo kisuj iyeunot enye peekiretoki peemeitoki enaaji aishira toowuejitin neetii. Matejo nai kitejo si ore enatoki naji Narok Kajiado Economic Block naa keponu sinche Samburu atua Samburu County peeku etii inewueji ormaasai pookin nibelekenya enkarna metaa eji Maa Economic Block. Kitejo ore Samburu ormaasai etii ewueji netii nijo ine ena block naa keji Maa Economic Block. Matejo nai neeku kinasa ntokitin nena nairoshi etii na atua nalotu aje enaa olairoroni linyi nikiimie si ajo kila baada olapaitin 4 netumo olarikok lenaaji aibiribir ingolikinot enaaji peeku ore ntokitin enaaji nikinasita enaa enkata peemitoki ntokitin ang' aalusoo mikiyo eitu kining'okino. Neeku kimooki aata entumo katitin 3 tolari enaa larikok lenaaji peekiimaki ntokitin oongolikinot enaaji. Lemaasai lang' matejo nai basi ajo taa lapal tinewueji kake kijo peekiyiolou ajo mee nkishu duo kietuo aanyu ole ntutu arashu naipotitioki irgavanani lang' mee enkop duo kietuo airraa pesho tenitupukoyie itupukoko olosho tenikinoto enkiti nikinoto inoto itiisho olosho. Kitejo sii duo ore esujata empusel ama inaarikino peekijo nai kitejo ore esujata empusel netii committees e governors netii enorbungei netii ene technical amu kiyiolo ajo ore enkishorunoto empusel neeta mang'ati nikijito kinyototo taata pookin aasuj empusel nikiomon ole sapit mitobira sinye team e kanisa naomonoki enchukunye empusel. Entejo nai metaa ore enchukunye empusel naa entoki nikitejo mee enolelenkuu ake mee enorgavanani ake enenaaji pookin nimbung' sii erubata nitijing'a. Ajo taatoi maitoki ajo zaidi tinaaji kake teniewuo naaduo enewueji shomo nasai naimie enaaji nilo aliki iltung'anak ajoki ediara oloirriki enaaji milo ake oltung'ani alo ayaki nkera inonok oldekera aitoki aing'oling'ol enaaji. Emesipa edia oltung'ani lenaaji toki aing'oling'ol enaaji arashu itumiai ming'oling'ol enaaji. Amatejo nai basi Mheshimiwa Naibu wa Rais nikukaribishe. Kwanza juzi Mheshimiwa Rais alikuwa hapa tukaomba mambo kadhaa akatupatia zote. Ninajua Amboseli ndio imeangazwa kwa ukubwa, lakini pia tulimuomba Mheshimiwa Rais kwamba kupanga watu idadi hii ni kazi kubwa, kusherekea mila hii ni kazi nzito. Tukamuomba Mheshimiwa Rais aichukue kwamba ni hafla ya taifa, na ningependa kumshukuru nikutume kuambia vile amekubali hii kuwa hafla ya taifa, tumeshukuru kama jamii ya Maa. Mheshimiwa Rais pia ametupatia Amboseli irudi mahali inapasa kukaa. Na hiyo uamuzi itaingiliwa na wale ambao wamekuwa wakifaidika kwa Amboseli kwa njia isiyostahili. Kama sisi serikali kuu na serikali ya kaunti tumeamua hiyo ndio njia tutapanga taifa letu, hatutakubali wengine wa kukuja kufanya maneno ya rais kwa maneno
yasiyofika. Watu wamekuwa wakisema Rais Ruto anasema hii na haikui. Sisi tutafuatilia hiyo uamuzi yake ya Amboseli, tutamshikilia ikue. Wale wanataka kumpinga yeye kukuharibu hiyo uamuzi, hatutawapatia hiyo nafasi. Na ndio tumesema kama viongozi wa nyumba hii waliochaguliwa wa nyadhifa mbalimbali wa kanisa, tutakuwa Amboseli Jumatatu tarehe 28 kuikabidhi hiyo uamuzi wa Mheshimiwa Rais kwa Mwenyezi Mungu na kupelekea watu wetu wa Kajiado wailinde hiyo uamuzi. Na mtu atakuja katikati ya hiyo na hiyo uamuzi wa rais, tutapambana naye. Ninajua kuna wanabiashara, kuna NGOs kidogo wanataka kupinga. Wa Maasai utawapata wale unafanya research kwao. Hii uamuzi ya rais tumeipokea, tunaiweka kwa Mwenyezi Mungu, tutaitimiza, kwa sababu wanyama pori ni kama shamba la jamii ya Maasai kulima, kupata faida nayo, kwa sababu sisi hatulimi mahindi, hatulimi majani chai, hatulimi kahawa. Na kwa hivyo, naibu wa rais, vile umekuwa ukipambana na cartels wa kahawa, vile umekuwa ukipambana na cartels wa majani chai, vile naibu wa rais umekuwa ukipambana na cartels wa maziwa, tutakusaidia kupambana na cartels za Amboseli. Mheshimiwa naibu rais, kuna cartels wa Amboseli kama vile kuna cartels wa kahawa. Sisi tutapambana nao, tutasaidiana nayo, kwa sababu taifa letu la Kenya haiwezi enda mbele kama wale hawalimi wanafaidika na kilimo. Kama wale wanafuga ng'ombe hawafaidiki na ng'ombe zao. Kama wale wa kupanda mahindi hawafaidiki na mahindi yao. Taifa haiwezi enda mbele kama ni cartels na wakora ndio wanafaidika na jasho ya Wakenya. Amboseli ni ardhi yetu. Amboseli ni sehemu yetu. Wanyama pori tumelipa bei ya juu sana. Many of our people have paid the ultimate price. Many of our people have lost substantial amount of their livestock for this wildlife. Many of our people have given land to this wildlife. Many of our people have lost their livelihood for this wildlife. We have paid the ultimate price because it is ours. It is ours. Enanga mpusel. Gore le lomokarani oponwa joji ikaja eyolo yok. Ikaja? Unajua sasa emotions itaenda juu, kwa sababu Mheshimiwa Rais, vile watu wako wamekatana na cartels majani chai na kahawa, hata sisi tumekatana na cartels wanyamapori wanajifanya ndio wanachunga. Hakuna shamba wametoa, hakuna mmoja wao amekufa kwa sababu ya hawa wanyama, hakuna mmoja amepoteza watoto wake kwa sababu ya hawa wanyama. Na kwa hivyo hawatakuja kutueleza eti uamuzi ya rais nataka kupelekwa jikoni kidogo. Hakuna jikoni imebaki, imepitishwa na imekuwa, na ni sisi ndio tutaenda kuimplement hiyo uamuzi wa Mheshimiwa Rais. Egiro ningunote hapo, si tuko pamoja? Kwa hivyo ndio ilivyo. Naibu Rais, karibu sana tena, lakini cartels watusubiri, tutapambana na wao. Madam Malonza, karibu sana, usungumze kidogo, alafu tukaribishie Mheshimiwa naibu wa rais. Asanteni sana. Ashara alama asailang. Asholeng. Asante sana gavana wa Kajiado. Mheshimiwa naibu rais, magavana ambao ndio waandalizi wa Ramchaisi, manaibu gavana, waheshimiwa wabunge wa kitaifa na wa ugatuzi, katibu mkuu wa chama cha UDA, Vice Chancellor wa Maasai Mara University, askofu mkuu wa kanisa la ACK, ndugu zetu na dada zetu wa Maa. Suva, jana nilijaribu lakini leo nikaa imekwama.
lakini nimesikia at least hiyo nimeshika. Kwanza kabla sijaendelea, ningependa kuwatambua makatibu wakuu katika wizara yangu, akiwepo dada Mheshimiwa Umi Bashir ambaye ndiye katibu wa mambo ya utamaduni wetu na hizi ramsha tunazoendeleza hapa. Karibu sana. Pia nimtambue katibu mkuu wa mambo ya utalii ambaye ni kijana wetu anatoka hapa Narok, ama nimuite mzee, Mheshimiwa John Olotua anatoka hapa. Yangu Mheshimiwa Naibu Rais itakuwa machache sana. Kwanza niwapongeze magavana wetu wa eneo hili la Maa kwa kuandaa hizi sherehe za kusherekea utamaduni pamoja na mila zao. Nakumbuka tukiwa Panama walinikalisha na wakaniambia wanataka kuandaa hizi sherehe, na nikaambia kama sitafika nikiwa nitaweza kuhudhuria, na nashukuru sana wameweza kutimiza. Vile vile nikushukuru wewe kwa kushikana pamoja nao kuja mahali hapa. Tulianza na rais akafungua, nawe umekuja, na yule cabinet secretary mkuu alikuwepo jana, na tumeona mmeweza kuwashika zaidi. Asante sana. Lingine Naibu Rais, ni mambo ya hao ndugu zetu wameweza kuweka mila, na mila yao ikawa ndiyo mila ya Kenya. Maana wakati nilikuwa huko ng'ambo na hao magavana wawili, nilijieka nguo za Kimaasai na kamera zote zilikuja hapo. Ni kumaanisha sisi kama Wakenya tunapofaa kama Wamasai tunajulikana kote ulimwenguni. Na hivyo ni washukuru zaidi. Na la pili ni washukuru kwa kulinda wanyama pori wetu. Mimi ni waziri wa utalii, wanyama pori pamoja na turathi zetu na utamaduni. Na haya ndugu zetu wameweza kulinda hao wanyama. Hata hawakuua mmoja, isipokuwa mkasa tu kidogo, na tukaongea kule Kajiado tukasikizana. Kwa hivyo ni washukuru zaidi. Na ndivyo dunia mzima iliweza kutambua mila sao tatu, ikiwepo Enkipata ambayo ni mila ya vijana, ikiwepo Iunoto ambayo pia ni mila ya kunyolewa, ikiwepo pia mila ya Olgesher ambayo ni ya kuingia katika sasa utuzima. Na nashukuru mmejulikana na mataifa, na rais wetu aliweza kuwapea certificate. Kwa hivyo mkae mkijua hiyo mila imeandikwa ulimwengu mzima, na hakuna atakaye waimbia kama vile tuliibiwa Kiondo na Kikoi. Vile vile Mheshimiwa Naibu Rais, ni kushukuru kwa sababu wewe mwenyewe uliweza kutembea kule Amboseli na ukaweza kusikiza mawaidha na kilio cha watu wa Amboseli wakati kulikuwa na kiangazi, na ukaweza kuwapea fedha kupitia kwa KWS, wakasaidiwa mifugo yao na pia wakasaidiwa na chakula kidogo. Ni kushukuru. Vile vile nimesikia kuna yale mapato fidia, na juzi nilitangaza kaunti yetu ya Narok itaweza kupokea, na tayari imetumwa milioni 43 kwa wale watu waliharibiwa mashamba, wale waliaga na wale pengine waliumizwa. Vile vile kaunti ya Kajiado wataweza kupata asilimia milioni 68 kwa fidia za watu wao, na hivyo tutaendelea kuongezea kulingana na vile tutaweza kuwekewa katika bajeti yetu. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Naibu Rais, mimi ningependa kusema
rais yale yote alitangaza tutatimiza. Mimi kama waziri tuliagiziwa na gavana wa Kajiado na tutakaa kikao, na nimesikia ijapokuwa sielewi Kimasai, nimemsikiza huyu gavana akasema mambo ya technical committee, akasema mambo ya watu wake, kidogo nimeshika. Kwa hivyo tutakaa chini tuangalie vile hii njia tutatembea. Asubuhi ya leo niliweza kukaa na wazee wote wa Maa wakiongozwa na wabunge na magavana wao, na tukasikizana juu ya maombi ya Jumapili. Waliweza kunielezea ni maombi ya kumshukuru Mungu wala si maombi ya kunyakua. Na nikashukuru sana, kwa sababu anapotamka rais pia wacha Mungu naye atamke. Na hivyo basi sisi nafikiri nimeridhika ya kwamba wataweza kumshukuru Mungu, nasi kwa upande wetu tuharakishe ile yetu ya serikali ili nitimize yale rais ameweza kusema. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Naibu Rais, hawa mama kama vile mama mmoja ameongea hapa, kule kwetu twafuna dengu, pale katika Central Kenya ni kahawa. Hawa mama kahawa yao ni ushanga. Na hivyo Mheshimiwa Naibu Rais, leo najua utatamka kitu kama vile rais alivyotamka, na hawa mama wataenda nyumbani na furaha. Na ndugu zetu wa Maa niwaambie, kama vile Kikoi ilienda, ushanga nitahakikisha hautaenda. Maana katika wizara yangu nimekabidhiwa hiyo right ya kuprotect, ili mpate copyright muendelee kujifaidi nayo. Lakini niseme hili, na pengine wale ndugu zetu wa ng'ambo wasisikie. Juzi nimeona kanda inatembea, iko na ile wimbo ya vijana wetu wameimba hapa wakisema ha, na inaimbwa na Wachina. Tunataka kutangaza hatutakubali hiyo wimbo ya Maa iende Uchina kama vile kiondo yetu. Na mimi nikiwa waziri aliyepewa jukumu hivyo, nitahakikisha Mheshimiwa Naibu Rais na rais mkiniunga mkono. Asante sana kwa hayo mengi. Kwa sasa najua kuna wimbo umeandawa tayari kwa Naibu Rais wetu. Nitaomba wale wamekaa tuweze kusimama na hiyo wimbo iwekwe, Naibu Rais wetu aweze kujumuika. Gracias.
Haya, asante sana waziri wetu wa utalii na wanyama, gavana wetu mwenyeji, rafiki yangu Ole Ntutu, gavana wangu pale Kajiado Ole Lenku, waheshimiwa wabunge, wazee wetu wa jamii ya Maa, watu ya jamii ya Maa kutoka kila pembe ya Jamhuri ya Kenya, huko kaunti ya Samburu, Baringo, Marsabit, Kajiado, hapa Narok, pamoja na wale wa Tanzania na mimi pia kutoka Nyeri. Enda sumabogi Messi Yesu. Sindai. Asante sana. Nafikiri nisome kidogo ile taarifa ya kiserikali, alafu baadaye niseme machache kutoka roho yangu. The Cabinet Secretary, Tourism, Wildlife and Heritage, Penina Malonza, the host Governor Narok County, Patrick Ole Ntutu, the Governor Kajiado County, Joseph Ole Lenku, the Governor Samburu County in absentia and represented, members of Parliament and other leaders, our Maa elders, the new elders, members of the Maa community, hamjambo. Hamjambo tena. At the onset, I congratulate you, the Maa people, for this very colorful ceremony. You have uplifted Kenya to international status through your rich culture. You have given our nation and the continent an indelible identity through your distinct regalia intertwined with unique culture which you have preserved and sustained for generations. This is the real magical Kenya. We are immensely, as a nation, proud of you, the Maa community. Besides entertainment, the guests at this cultural festival have without a doubt gained better understanding of the Maa community. Culture is as old as human beings. It embodies social values, defines and refines the relations within and beyond the community. Waswahili husema mwacha mila ni mtumwa. Distinguished Maa people, one of the key highlights of this cultural week is the graduation of 5,000 Morans into elderhood during the Enkipaata ceremony. With this landmark ceremony, we have new elders in the Maa community.
We have more elders to unite the community and strengthen relations within and with the neighbors. As I congratulate the new elders, I'd also like to challenge them to work with other elders in sustainable peace initiatives. Distinguished members of the Maa community, the cultural heritage we celebrate today has been the source of unity among the Maa for centuries. The Maa people are accommodative, while interaction with the people of other origins enriches culture and perspectives. With time, it may dilute values, which have been the moral compass of this great community. Similarly, technology has shrunk the globe into a village. Technology is good. We cannot do without it, but it comes with a cost. Our culture is at risk of infiltration and erosion. This therefore calls for strategies of integrating technology to our advantage. We must create a self-sustaining ecosystem that incorporates culture transcending generations. Distinguished members of the Maa community, on the other hand, this year's edition of the Maa Cultural Festival happens when the 8th wonder of the wild beast migration is taking place. The migration is triggered by, among other factors, the search for greener pastures. This is very similar to the lifestyle of the Maa, who have kept the tradition of moving with their animals in search of pasture for centuries. Livestock is part and parcel of your culture. We also note that as time changes, many of community members are adopting to a more settled lifestyle. We support you in that decision. The Ruto administration takes this matter seriously. That is why we are working with the leadership of this region in, among other measures, processing title deeds to not only increase the value of land, but also ignite long-term and diverse investments. Even with a settled life, the government is keen on working with the community in preserving your culture. We invite the leadership of the community to propose ways of sustaining this rich culture for posterity. Distinguished members of the Maa community, we are here at the world-famous Maasai Mara National Reserve because the Maa people are among the few communities in Kenya and the globe living harmoniously with wildlife, our tourism heritage. Wildlife is part of our daily lives. You have an innate duty to protect forest and wildlife. For decades, you have sustained the Mau forest and the entire Maasai Mara ecosystem. In the context of climate change, our lives are threatened. That is why President William Ruto is leading the country in planting 15 billion trees by the year 2032. With your daughter, Soipan Tuya, as the Cabinet Secretary for Environment and Climate Change, we cannot go wrong in meeting the forest cover target and protecting our water towers. I therefore urge the community's leadership to work with her. On this note, I declare the Maa Cultural Festival officially closed. Asanteni sana. Nikiongeza kidogo, watu wangu wa Maa, mimi natoka huko Nyeri, lakini misisi yangu iko hapa kwa Maa community. Babangu mzazi Gachagua Orereriani, familia yao ilitoka pale Kajiado Central, na ndugu wake walikuwa baba moja alikuwa anaitwa Olekasi. Mimi jina yangu ni Olekasi, lakini Wakikuyu wameikoroga wakaita Rigathi. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa niko nyumbani tukisherekea utamaduni wetu. Na mimi nataka niseme ya kwamba tunajivunia utamaduni wa jamii ya Maa. Nyinyi mmeweka na kuiga mila na desturi yenu na kuichunga na kuitunza.
na kama taifa la Kenya tunajivunia utamaduni wa jamii ya Maa. Kenya inaheshimika kila pahali duniani kwa sababu wa Maasai wanajulikana kwa utamaduni wao na wanaheshimika. Na mimi naomba magavana, wabunge wetu, MCAs, tuendelee kuiga utamaduni wa Maa. Na mimi ningetaka kupongeza nyinyi kwa vile mumekaa kulinda wanyama wa pori na vile mumeishi na wanyama, na hakuna watu wengine wanaelewa wanyama ya pori kuliko nyinyi. Kwa hivyo uamuzi wa Rais William Ruto wa kulegeza Amboseli kwa Maa community is the right decision. Na niseme kama rais wa Jamhuri ya Kenya amesungumuza, hiyo maneno imefika mwisho. Nani mwingine anaweza sungumuza? Si hiyo ni maneno ya mwisho? Iko hapo hiyo? Tumekubaliana niko namna hiyo? Na mimi niseme ya kwamba rais akishatamuka, kazi imebaki ni ya mimi nikiwa msaidizi wake kuhakikisha yale amesema imetimika. Kwa hivyo kama jamii ya Maa tunafurahia hiyo uamuzi wa Rais William Ruto, na hiyo itafanyika, na tutasaidiana na waziri na magavana na wazee. Kama mumeamua mnataka kufanya maombi siku ya Jumatatu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uamuzi wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, tunatakia nyinyi mema, muendelee na maombi. Mimi ningetaka niseme ya kwamba serikali yetu ikiongozwa na William Ruto imepangia nyinyi mambo mazuri. Katika marekebisho nimepewa na rais kufanya katika sekta ya ukulima ni mambo ya kahawa na majani chai na maziwa. Hapo kwa maziwa mko hapo ndani. Zile vikundi za kina mama ambao ndio wakulima wa maziwa sana hapa katika jamii ya Maa, tumepangia nyinyi coolers ya kumsaidia kuweka maziwa yenu isiharibike. Katika marekebisho ambayo tunafanya katika sekta ya maziwa, nitakuwa na mkutano mkubwa na stakeholders wote wa mambo ya maziwa, na tutawaalika akina mama na wazee kutoka hapa community ya Maa mkuje tuongee. Na kazi yetu ni kutafutia wakulima pesa nzuri ya maziwa isiende chini ya shilingi 50 ikielekea 60. Pia katika serikali yetu rais amepangia nyinyi vizuri mambo ya ngozi. Ngozi ya wanyama ya ng'ombe na mbuzi imekuwa ikipotea kwa sababu hatuna kiwanda ya kushughulikia ngozi ile inatolewa kwa ng'ombe na mbuzi zikichinjwa. Kwa hivyo hivi karibuni rais atazidua kiwanda kikubwa cha ngozi ambaye kitainua ukulima wenu hapa katika jamii ya Maa. Pia katika area hii tuko na mpango tukishikana na hao magavana, na nimpongeze sana gavana wa Narok Bwana Ole Ntutu kwa sababu ya kusaidiana na serikali kuu kutayarisha hati ya kumiliki ardhi, title deeds. Ndio hata nyinyi wa Maasai mtu ajichikie ile kitu iko yake. Ndio mnaweza kutumia hiyo title kuchukua pesa na kufanya development katika shamba lako. Again tuko na mambo ya barabara za rami, zile zitakuja katika area hizi, na zile za maram ambayo tutasaidiana na magavana. Pia tuko na mambo ya maji ambayo ni shida kubwa katika kaunti hizi zote tatu, na serikali imefanya mipango kabambe ambayo mtajulishwa hivi karibuni ya zile mabawa zitachimbuliwa again, na ile maneno ya borehole itasaidia. Tukitoka hapo mambo ya masomo, tungetaka kuuliza jamii ya Maa mkubali tupeleke watoto kwa shule. Hata wale wasichana, the girl child, tujaribu kuwasaidia. Kwa hivyo tutaendelea kuanzisha zile shule za boarding kwa sababu ya wasichana wetu, na tutakuwa tukiweka pesa katika area hii, na tumepanga mpango wa chakula ya watoto kwa shule ndio na maziwa ndio watoto waweze kufika pale kwa shule bila shida. Na mambo mengi sana tumepanga katika
jamii hii. Mambo ya ushanga ni kweli. Serikali yetu imetenga shilingi milioni 41 ya kutengeneza kiwanda ya shanga, na tunataka kuomba gavana wa kaunti hii atoe shamba ekali 10 ndio ujenzi wa hiyo kibanda ianze mara moja. Kwa hivyo mimi niseme mambo yenu katika hii serikali yetu tumeiangalia. Rais William Ruto anapenda nyinyi, na ndio katika serikali yake mmejaa kila pahali. Waziri wa mazingira anatoka hapa Narok, makatibu wametoka hapa Narok, wengine pale Kajiado. Rais wetu kwa kupenda watu wa Maa, mlinzi wake mkuu ambaye anaongoza kikosi ambaye kina leader rais wa Jamhuri ya Kenya, kinaongozwa na Senior Assistant Inspector General Police kutoka hapa Narok, Bwana Yamboi, kwa sababu ya heshima ya rais kwa watu ya Maa. Msimamizi wa ikulu ya rais mwenye kufunga mlango na kufungua, ambaye ndio anafungulia watu mlango na kufungia wale ambaye wataleta maandamano, anaitwa Katole Mitito, ametoka hapa Kajiado kutoka jamii ya Maa. Na tumepea nyinyi vyo nyingi sana. Wakurugenzi wakuu wa mashirika ya serikali tumeweka wengi sana kutoka hii jamii, na tunaendelea kuweka wengine, board of directors kila pahali. Rais mwenyewe ako na makao katika kaunti hii ya Narok, anakuja kuishi na nyinyi hapa kwa sababu anapenda nyinyi. Lakini vile nilisema nitaongea kutoka roho yangu, si mimi ni mtu ya kusema ukweli. Niseme ukweli ama niwache? Hata nyinyi kuna pahali mmeumiza mkubwa wangu, rais wangu. Kuna pahali mmemchenga. Hamujaonesha yeye mapenzi ile ameonesha nyinyi. Rais amekuja hapa amejenga mashule. Rais amekuja hapa amejenga makanisa. Rais ametoa watu wenu kwa kazi. Ametembea hapa mara mingi kwa mambo ya maendeleo. Mkimhitaji anafikanga bila kuchelewa. Mpaka ndio ametafuta makazi katika kaunti hii ya Narok hapa kwa jamii ya Maa. Lakini siku anahitaji nyinyi, hampatii yeye ile uzito amepatia nyinyi. Mnamuangusha kidogo. Mnapimia yeye kura kama dawa, na ni makosa. Yeye hajapimia nyinyi mapenzi. Amefungua roho yake kwa watu ya Maa. Lakini nyinyi ikifika siku ya kura yenu zile mingi mnachukua, mnapatia mtu ambaye hakuna kanisa amejenga hata moja. Sadaka hatoi, hajengi shule, hatembei kwa akina mama. Watu wangu wa Maa, ni nini mnafuataga hii mzee ya maandamano? Ni nini? Nini mnaona kwa hiyo mzee? Yeye anakaanga miaka 5 hajafika hapa. Anakuja hapa anasema kitendawili, mnawacha Rais William Ruto amesaidia nyinyi, mnafuata yeye. Hiyo maneno imefika mwisho. Imefika mwisho. Mtaunga mkubwa wangu mkono. Si ameonesha nyinyi mapenzi? Wangapi wanasema tumuunge Rais Ruto mkono, tuunge Rais Ruto mkono? Na mimi nimwambie nyinyi, mnajua rais anapenda nyinyi. Hata mimi kwa sababu ya mizizi yangu hapa, tukigawa serikali na mnajua shares yenu ni kidogo, nikafunga macho. Ni mimi ndio nilifunga macho. Rais alitaka kusaidia nyinyi na mimi nikafunga macho kwa sababu nimetoka hapa. Mmepewa kazi mingi sana. Imepita shares yenu maradufu. Lakini hii shares tunafungua 2026, tunafungua shares. Mkate shares za kutosha kwa serikali ya William Ruto. Mtakata shares? Mchukue zile shares mnataka katika serikali ya William Ruto. Rais mlinzi wake mkuu ametoka hapa kwa Maa. Ni kumaanisha ako na imani kubwa sana na hii jamii. Anapenda nyinyi kwa sababu mlinzi ya kiongozi ni mtu ya maana sana. Ameangalia katika hii Kenya
katika jamii 43 ameona yule mlinzi wa kusimamia walinzi yake anaweza amini amulinde na familia yake pamoja na mimi, ni huyu ya Mpoi kutoka hapa. Pale Ikulu msimamizi ni mtu ya maana sana, ni yule rais amemwamini, amemheshimu, ameweka mtoto wenu. Sasa nyinyi watu ya maa, iko shida gani? Iko shida gani? Mtarekebisha hii maneno? Mtarekebisha hii maneno? Sasa Boseli ndio hiyo amempatia. Sasa nini kingine mnataka kwa rais Ruto? Sasa huyu rais mnataka afanye nini? Ameishi hapa. Shamba iko hapa. Mlinzi hapa. Msimamishi wa Ikulu hapa. Mawaziri hapa. Makatibu hapa. Wakuu wa shirika hapa. Aboseli ndio hiyo. Sasa Sindai. Sasa nyinyi watu wangu mnaniangusha. Unajua mimi ni mtoto wenu. Sasa nikienda nimwambie rais nini? Nimwambie nini? Mtarekebisha maneno? Mtarekebisha? Wangapi nasema turekebishe basi. Asante, mimi nimetosheka. Mimi najua nyinyi ni kusema na kutenda. Hiyo mzee ya maandamano muachane naye sasa. Tutapitishia yeye hapa njia ya Kisii akienda nyumbani. Mtatokea kumwaga kwa heli? Ama aende akiendanga? Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, na tutatembea hapa kuja kuleta mambo ya title deed. Hiyo maneno ya Aboseli tutafuatilia. Mambo ya shule tutafuatilia. Mambo ya barabara tutafuatilia. Hata mimi mkipata pahali vile mnitafutia rais pahali ya kukaa mnitafutie, nitakuja. Mtanitafutia? Unajua mimi ni wenu. Sasa nyinyi hata nyinyi mnipange hapa. Nirudi hapa nyumbani tukae na nyinyi. Si ndio? Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, na hii sherehe ni ya maana. Tuchunge utamaduni wetu, tuige mila zetu, na tujivunie utamaduni wetu kwa sababu ni wa maana sana. Kwa hayo mengi, asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you. Thank you so much, Your Excellency. We request you to remain on the podium so that you could gift and put on search for the Makacha Week Beauty Pageant winners. We have number 1 was Jemima Nempris from Narok County. Jemima, please come forward. Jemima Nempris from Narok County. Tumpigie makofi tafadhali kwa heshima. Asante sana, Your Excellency will put for a search to show that she's the Miss Ma community. Thank you so much, Your Excellency. Next we'll have Joel Lesitao from Kajiado County. Let's appreciate him, ladies and gentlemen. Asanteni. Thank you so much, Your Excellency, for accepting to put this sash on these winners for the Makacha Week Beauty Pageant winners. We can have a photo, kindly. The leadership, the 2 governors. Thank you so much. Your Excellency, we are going to be led into the tour of the Manyata behind, led by the CEO, Mr. Jackson Pario. Kindly, you're going to lead His Excellency into the tour. You're going to be led into the tour of the Manyata, led by the CEO, Narok Kajiado Economic Bloc, and of course the entire leadership